Kama utaki kuhojiwa, katafute kabibi ushago ambako akakumaliza hata standard 8, ambako akakwenda hata shule, hakajui hata kusoma na kuandika. Ukikaleta mjini hapa, kanajiona kamefika Marekani. Yani ukikapeleka na saruni, kanashangaa makopo. Ukikasuka na nywele, yani kanajiona kamefika. Ukirudi saa 6 usiku, umerudi. Ukirudi karibu na alfajiri, pole jamani, nasikia mjini kuna kwaga na foreni. Foreni. Hakana shida. Kakiona umeweka picha ya mrembo mwingine, anasema hey, mlisema naye. Hakana shida. Kenyewe kanaangalia unga upo, mboga ipo, mafuta yapo, sukari ipo. Hayo mengine utajua mwenyewe. Utakuwa na advantage. Lakini unaoa bibi wa university, alafu naanza kusema haka kama mwanamke kana kiburi, kana nifatafata. Sio kana kufatafata, ulikatafuta kenye akiri. Katahoji salary yako imetoka lini na imefanya nini, na kata compare na vitu ulivyosema kamefanya. Ataenda mpaka benki kuprint statement, aone pesa iliyotoka kama inafanana na matumizi. Hafu nakuja, pasta niombe. Nikuombe kitu gani? Yani kabibi niko kaoa. Yani kanalipa stress za nini? Kana nifata sana. Mimi nilikuwepo wakati tunachagua Kasongo. Tusisumbuane. Umeamua kumiliki hama, uwe rafiki na vituo vya mafuta, kwa sababu lazima itakunywa mafuta tu. Sio fahari ya kuliendesha barabarani hama, lakini garamia na mafuta. Pastor Michelle alikuwa na kagari kake kale kazuri, ingawa kamekaa kama kiberiti, lakini kalikuwa hakamsumbui mafuta. Akiweka 40,000 anasahau, kachukua ye mwenyewe kubwa, halitumii mafuta, linakunywa mafuta. Sasa hawezi kulilaumu gari, yeye ndiye